Mambo vipi guys, I am Nuru, mimi ni mwanga wa uelewa. Kuramba lips, je, ni fashion? Hivi kuramba lips au kuramba midomo, je, ni mitindo ya kisasa au ni fashion? Kuramba lips kwa mwanaume, je, imekaaje? Ni sawa? Tudadavue kwa kina tujue kwa nini watu wanapenda kuramba lips. Kwa nini wanaume wanapenda kuramba midomo, kuramba lips? Kwa nini mastaa wengi wanaramba lips, wanaramba midomo alafu ni wa kiume? Leo naenda kudadavulia in deep ili ujue kwamba kuramba lips ni fashion au ni tatizo. Kuramba lips ni fashion ama ugonjwa? Lazima tujue na tuelewe. Je, kuramba lips ni ugonjwa au ni tatizo au ni fashion? Kwa nini mtu arambe lips kila mara? Kwa nini mwanaume arambe midomo kila mara? Je, mwaye kujiuliza na ukapata jibu? Bila shaka mtaani kwako naona kuna watu kadhaa wanafanya hivyo, au pia hata wewe mwenyewe mwaye kutokea ukawa unaramba lips muda mrefu au mara kwa mara, au shawaona wasanii wako pendwa, iwe ni waigizaji au wa muziki au wachezaji, ushaona wakiramba lips alafu ni wa kiume. Kuna sababu nyingi sana ambazo huwa zinapelekea kuramba lips. Tabia ya kuramba midomo mara kwa mara imekuwa ikionekana kwa watu wengi, ikiwemo wanaume na watu maarufu au mastaa. Mara nyingi si mtindo maalum, bali ni tabia inayotokana na sababu mbalimbali. Chanzo mara nyingi huwa ni midomo kukauka. Hawakwambii tu, mara nyingi hawa watu wanaoramba midomo au lips huwa wanakaukiwa midomo yao inakauka. So hii kuficha ile kauka kwa mdomo, basi inawabidi tu wafanyaje, warambe lips. Hivyo mtu huramba akizani itapata unyevu hiyo midomo yake. Kitu kingine ambacho kinapelekea watu wanakuwa wanaramba midomo ni wasiwasi au msongo wa mawazo au aibu, ambapo kuramba midomo huwa ni tabia yao bila kujitambua. Mara nyingi hawa watu wana misongo ya mawazo. Inawezekana pengine ni mastaa wako, lakini wewe hujui behind the story, behind ya yeye kuramba lips. Ingawaje wewe unamshai, unaona na kishine, una data naye, lakini akiramba lips anaramba kwa swaga na nini. Lakini asilimia kubwa hata kisaikolojia inaonekana hawa watu ni watu ambao wana stress sana, ni watu ambao wana msongo wa mawazo sana, ni watu pia ambao wana wasiwasi na aibu nyingi, ndio maana wanaramba lips. Inaweza ikawa sababu sio hiyo, lakini pia inaweza ikawa labda ni mazoea yaliyokomaa kwa muda mrefu. Yaani ana mazoea, alikuwa anafanya kama kawaida, kama utani, lakini amekuwa mazoea kiasi kwamba hawezi kuacha. Kila sekunde, kila dakika anajiramba lips. Kwa hiyo mazoea na yenyewe anaweza kapelekea mtu akawa anajiramba lips. Kitu kingine ni hali ya hewa. Inaweza kawa joto, upepo au baridi, vinaweza kupelekea mtu akawa anajiramba lips mara kwa mara. Kitu kingine ni mzio au muwasho wa midomo. Wakati mwingine ni tabia ya kuonyesha hisia na kujitayarisha kuzungumza. Umeelewa? Inaweza kuwa ni mzio, pengine mzio labda unatumia dawa fulani labda za kujipaka, au kuna lips, una lips lips shine mnazipaka, labda zikawa zinakuletea madhara hayo. Midomo inapelekea kukauka. Kwa hiyo ikikauka unataka kufanyaje? Kujiramba kila mara. Au inaweza kawa pia ni mzio wa vitu ambavyo unatumia sana. Inaweza kawa ni madawa kulevya, inaweza kawa ni madawa tofauti, inaweza kawa na vitu vingine hivyo vinaweza kukupelekea mzio wewe midomo yako ikawa inakauka. Sawa.
Wakati mwingine kama tulivyosema ni tabia ya kuonyesha hisia au kujitayarisha kuzungumza au kufanya jambo fulani. Mtu anajitayarisha kufanya jambo fulani au anataka kuzungumza, kwa hiyo hawezi kwenda moja kwa moja direct, lazima atajiandaa kwa kujiramba lips na vitu kama hivyo. Umeelewa ndio vitu ambavyo mara nyingi vinapelekea hawa mastaa mnaoona wanaramba lips sana, iwe ni wa kiume au wa kike, lakini mara nyingi inaonekana ni tofauti sana pale ambapo wa kiume anakuwa anajiramba lips. Sawa. Kwa hiyo tusiwahukumu sana, kwa sababu wengine sio kwa kupenda, wengine ni mazoea ya kila siku toka utotoni ameshajizoesha, sio kuacha naona ni ngumu. Wengine ni mzio wa dawa wanazozitumia, wengine ni pombe, sigara zinapelekea pia kujilamba au kukauka midomo. Kwa hiyo ukikauka midomo, njia pekee huwa ni kujilamba lips, na ukishajizoesha kujilamba lips, basi inakuwa ni tabia yako ambayo haiwezi kuachika kirahisi. Sawa. I am Nuru, mimi ni mwanga wa uelewa na kusaidia kuelewa mambo sio yajua in deep, au sio? Hii hatua ya mazoea ya kuramba lips mara nyingi pia huwa yana madhara yake. Huwa yana madhara makubwa tu, ingawaje watu wanachukulia kawaida. Madhara ya kuramba midomo. Kwanza, midomo hukauka zaidi baada ya mate kukauka. Midomo inaweza ikapasuka au kuuma. Ngozi ya midomo inaweza kuharibika na kuwasha. Inaweza kuongeza hatari ya maambukizi katika mdomo ikiwa midomo itapasuka. Itatengeneza mzunguko wa kukauka, yaani utakuwa ukiramba midomo inakauka, ukiramba midomo inakauka. So unaweza ukapata changamoto za midomo kupasuka, ukaanza kutumia madawa na nini, vitu kama hivyo. So kujitahidi kujizuia ukiweza. Sasa suluhisho ufanye nini kama una changamoto hizo za kukauka midomo au unaramba lips muda mwingi au mara kwa mara? Mara nyingi inaonyesha ni dalili kwamba mwili wako hauna maji ya kutosha, ndio maana midomo yako inakauka. So kunywa maji ya kutosha. Hiyo ndio hatua ya kwanza, kunywa maji ya kutosha. Kila unapohisi unataka kuramba midomo, paka labda lip balm badala yake. Tambua pia ni wakati gani unafanya hivi. Mfano, ukiwa na wasiwasi au umechoka, ili ujifunze kujizuia, tafuna kitu chochote ambacho hakina sukari kwa muda mfupi. Ikiwa tabia inatokana na mazoea, isipokuwa kama una matatizo ya taya. Ikiwa tabia yako labda ni kali sana, huwezi kuiacha, inaambatana na wasiwasi mkubwa, labda unataka kuzungumza lakini huwezi bila kuramba lips, hapo unaweza kutafuta msaikolojia wa mtu ambaye anaelewa haya mambo, au mtu wa saikolojia akakusaidia namna ambavyo unaweza kuondokana na hiyo tatizo. Sawa. Madhara ni makubwa sana, kwa hiyo tujitahidi kuepusha, kwa sababu hii itatusaidia sana katika kuondoa hiyo dry lips, sawa, au kukauka kwa midomo. Lakini kama tunavyojua pia mazingira tuwezi kuyacontrol. Kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea kukauka kwa midomo ni mazingira, mitindo ya maisha, na wakati mwingine ni magonjwa. Lakini asilimia kubwa ni kutokunywa maji. Ukiwa na upungufu wa maji mwilini, itapelekea wewe ukauke maji au ukauke midomo na uanze kuramba lips. Hali ya hewa ya jua kali, upepo, baridi vitapelekea pia wewe ukauka kwa midomo, uanze kuramba lips. Kuramba midomo mara kwa mara, mate hukausha zaidi midomo baada ya kukauka. Yaani unavyoramba midomo inapelekea midomo ikauke zaidi, so unakuwa unatengeneza tatizo. Pia upungufu wa vitamin na madini, hasa vitamin B, chuma na zinc, huwa vinapelekea mtu anakauka midomo.
inapelekea mtu anakauka midomo. So jitahidi kula vyakula ambavyo vina vitamin B, vina madini ya chuma na zinki, vitakusaidia katika kurejesha mdomo wako urudi kwenye hali yake ya kawaida, uache kukauka na kufanya wewe unaramba lips kila saa, kila dakika. Pia matumizi ya baadhi ya dawa. Kwa watu ambao wanatumia dawa za kulevya, wanatumia madawa mengine yoyote tu, yanaweza kaa ni bangi, nini, sigara, ni madawa yote tunayojua yanaweza kupelekea mtu akakaukiwa midomo na akaanza kujiramba lips kila muda, kila saa, kila dakika au mara kwa mara. Mfano, mtu anayetumia pia dawa za chunusi anaweza ikapelekea midomo kukauka. Mzio wa vipodozi, mfano dawa ya meno au lipstick. Kuna watu wengine wakitumia lipstick wanapata mzio, midomo inakauka, so anaanza kujiramba mdomo mara kwa mara. So ukiona una mzio wa kutumia lipstick, acha kutumia lipstick. Maski hadi wanaume wanatumia lipstick. Kwa hiyo kama unapata mzio, achana na hiyo issue ya kupaka lipstick. Angalia namna nyingine. Kuvuta sigara na matumizi ya pombe kupita kiasi. Mara nyingi watu ambao wanavuta sigara huwa wanakaukiwa sana midomo, mwisho wa siku wanakuwa wanajiramba mara kwa mara. Wale ambao wanatumia pombe sana, wengine haziwapendi, inapelekea wanakuwa wanakaukiwa midomo, so wanaanza kujiramba lips mara kwa mara. Sawa? Kwa hiyo usitumie pombe kupita kiasi, usivute sigara kupita kiasi, au kutumia madawa ya kulevya kupita kiasi. Ni hatari kwa afya yako. Magonjwa kama kisukari na matatizo ya tezi yanaweza pia kuchangia. Kama una matatizo ya kisukari au matatizo ya tezi, yanaweza kufanya wewe ukakaukiwa midomo na ukaanza kujiramba lips kila muda, kila saa. So ni ishara kabisa kwamba unabidi ujichunguze una changamoto gani. Sawa? Kuna madhara makubwa mno jamani, tusipuuzie. Tusije tukaona ni fashion, lakini madhara yapo, kwa sababu midomo ikianza kupasuka na kuuma, utaficha wapi mdomo wako? Itakuwa ni tatizo. Ndio ile inapelekea mtu anakaa ndani, siwe ni superstar, lakini inabidi ukae ndani tu uanze kuhangaika. So unakosa business zako, biashara zako. Labda itakiwa ukafanye show, itakiwa ukafanye tangazo, alafu mdomo wako ndio uko hivyo. Sasa unafanyaje? Umekosa deal ya pesa. Kwa hiyo jitahidi sana kujitunza wewe mwenyewe, kuepusha madhara kama haya ya kupasuka midomo au midomo kuanza kuuma na kutengeneza vidonda, au pia kuanza kutokwa na damu kwenye mipasuko itakayotokea kwenye mdomo wako kutokana na kuramba lips mara kwa mara au matatizo ambayo upo nayo. Kitu kingine, unaweza kupata maambukizi ya bakteria au fungus kwenye sehemu zilizopasuka. Mfano, ikitokea sasa umepasuka kwenye hiyo midomo, inaweza kupata fungus na bakteria ambao wanaweza kuongeza madhara zaidi katika mdomo wako. Maumivu wakati wa kula au kuzungumza. Unaweza kupata maumivu makali sana pale unapoanza kula au unapotaka kula au unapotaka kuzungumza. Kukosa starehe na kuonekana kwa ngozi iliyokufa kwenye midomo. So utakosa amani pia, utakuwa na stress kwa sababu midomo yako imeharibika. So utakuwa comfortable mbele za watu. Umeelewa? Sasa ni washauri vyakula vizuri, vyakula bora ambavyo vinaweza vikawasaidia kwa wale ambao wana changamoto ya kukauka midomo. Utumie vyakula gani? Cha kwanza, kunywa maji ya kutosha kila siku. Tumia matunda yenye maji mengi, mfano tikiti maji, machungwa, matango, vitu kama hivyo. Yaani matunda yote ambayo yana asili ya maji mengi, tumia sana hayo, itaweza kusaidia. Tumia sana mboga za majani, mfano mchicha, matembele. Tumia vyakula vya protini, mfano kama mayai, samaki na kadhalika. Hasa samaki wale wenye mafuta ya asili, mfano salmon, sardine, karanga, mbegu za maboga, mfano almond, ufuta, mbegu za alizeti, maharage na dengu, matunda kama maparachichi, maziwa ya mtindi,
vyakula hivi vyote hutoa vitamini B, A na C mpaka E. Hutoa mpaka madini ya chuma, zinki, na mafuta yenye afya yanayosaidia afya ya ngozi na midomo. Kwa hiyo jitahidi sana. Hilo ndo suluhisho kubwa. Hakikisha unakunywa maji ya kutosha kila siku. Ukiona kabisa hali inakuwa ngumu kidogo, uelewi mdomo wako unakuwa hauna nini, unapolala tumia lip balm yenye mafuta ya kulainisha, yani kama petroleum jelly mfano. Alafu tumia pale unapolala usiku, paka, alafu lala, kesho asubuhi unakuta kidogo midomo imelainika. Unaelewa? Hiyo ndio suluhisho la haraka kwa wale ambao wanasumbuka kama hizo. Kitu kingine ni epuka sana kuramba midomo au kung'ata midomo mara kwa mara. Linda midomo dhidi ya jua kwa kutumia lip balm yenye kinga ya jua. Kula lishe yenye vitamin na madini ya kutosha. Wakati wa kumuona daktari, kama hali yako ni unaiona huielewi, ni sasa. Ukiona hali yako bado inakuwa kama tete hivi, yani huelewi, jitahidi kumuona daktari ili aweze kukuangalia na kujua shida ni nini. Kwa wewe ambaye una changamoto kubwa sana ya ngozi kukauka, ngozi kupauka, chunusi, midomo inakauka, ngozi yako inazeeka na bado kijana, mwili wako unazeeka, unachakaa ingali bado wewe kijana, muonekano wako hauko sawa na unataka upate muonekano mzuri, wana ngozi nzuri, ngozi inayovutia, midomo yako hiyo ni nzuri bila kutumia cosmetics yoyote, bila kutumia lipstick yoyote, yani midomo yako iwe naturally mizuri na inayovutia. Uwe na ngozi ambayo imechanua, ngozi ambayo ukionekana unaonekana mdogo, hata kama umri wako ni mkubwa utaonekana mdogo. Unaweza kunitafuta kupitia 0715047591, 0715047591. Hii ni WhatsApp namba, pia unaweza kuitumia kawaida. Kama unataka upate ushauri wa bure au unataka tuzungumze private au ujue namna ambavyo unaweza kupata bidhaa bora kabisa ambayo itakusaidia wewe kuondokana na hiyo changamoto, ambayo hii inaenda kuondoa source au chanzo cha tatizo na kukurudishia hali yako ya kawaida ya asili, na unakuwa na afya iliyo imara. Kwa hiyo nitafuta kupitia hiyo namba, kama kupitia hizi njia zote nilizosema hizo hapo, umeona kwa haraka hutoweza kuzimudu. Nimeshawazesha baadhi ya vyakula ambavyo ni bora sana na ambavyo vinaweza kukusaidia ukiwa hapo nyumbani, lakini ukiona kama hizo process ni ngumu kuzifikia kwa haraka na changamoto yako ni kubwa, basi nitafute kupitia hizo namba 0715047591. I am Nuru, mimi ni mwanga wa uelewa. Nuru Afya Imara anakusaidia kuelewa mambo yaliyojificha na mambo sio yajua. Subscribe my YouTube channel Nuru Afya Imara. Subscribe my channel, ni full TikTok, Instagram na YouTube. Nuru mwanga wa uelewa, Nuru Afya Imara, uweze kuwa poa masaa yote na uweze kujiamini kila dakika, kila saa. I'm out.